Karibu mheshimiwa Mama Zena, tunakupongeza wewe. Wafunza vijana mbalimbali twawapongeza. Na leo hapa twakabidhiwa vyeti gurupu lako. Sema kwanza baba, leo tuko uwanjani wanaziposa twawapongeza wewe. Zanzibar, oye! Wizara ya Elimu, oye! Vijana, oye! Asante sana. Honorable Chief Secretary and Secretary of the Revolutionary Council, Engineer Jana Ahmed Saeed, Principal Secretary, Ministry of Education and Vocational Training, Mr. Khamis Abdullah Saeed, the Chief Executive Officer of PDB and Director of Alternate Learning and Adult Education, Mashao Faki, representative of the district, Urban Zanzibar, and my colleague Masood, directors from the Ministry of Education and Vocational Training, the Ministry representative from Pemba, and the government officials, students, parents, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Habari za mchana. On behalf of UNICEF, I am pleased to join you today in celebrating the achievements of adolescent girls and boys who have successfully completed various skills development courses under the Zanzibar Integrated Program for Out-of-School Adolescents JIPOSA, part of the Every Adolescent Girl Learns EAGLE program, supported by UNICEF and Global Affairs Canada. Hongera sana Wizara Elimu for creating such an excellent platform for adolescent girls and boys. Pambe si pambe. Aya, asanteni sana Mheshimiwa mgeni rasmi Mhandisi Zena Ahmed Said, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Mjini pamoja na Wilaya ya Kusini, Mtendaji Mkuu wa Presidential Delivery Bureau Profesa Mohamed Hafidh, Mkurugenzi wa Idara ya Elimu Mbadala na Watu Wazima, pamoja na wakurugenzi mbalimbali kutoka Wizara ya Elimu, na takumbua kuwepo kwa mkurugenzi wa TEHAMA, kaimu mkurugenzi wa Taasisi ya Elimu, mkurugenzi wa Bodi ya Elimu ya Juu, kaimu mkurugenzi wa Mipango, afisa mdhamini Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Bibi Lashmi, mkuu wa UNICEF hapa Zanzibar, pamoja na Dr. Masood ambaye ni afisa wa program ya education, wakuu wa vyombo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kukutana hapa leo katika shughuli yetu muhimu ya kuwakabidhi vijana vyeti baada ya kuhitimu mafunzo yao. Pili, na kushukuru Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi kwa kukubali ombi la wizara kuja kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Naelewa sana kwamba ratiba yako imebana, lakini umetuheshimisha Wizara ya Elimu na umewaheshimisha vijana wako hapa ambao wamependeza sana. Vijana oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuweka elimu
na ujuzi wa vijana katika kiini cha mageuzi ya jamii yetu. Kupitia uongozi wake makini, sekta ya elimu imepata dira mpya ya kujenga jamii yenye maarifa, ubunifu na maadili. Leo tunashuhudia matunda ya juhudi hizo kupitia programu ya Zanzibar Integrated Program for Out of School Adolescents, yani ZIPOSA. Programu hii imeleta nuru kwa vijana waliokuwa nje ya mfumo rasmi wa elimu, ikiwapa fursa ya pili ya kujifunza, kujiamini, kujitengenezea njia za mafanikio kama ambavyo tumeona hapa tokea kule nje na hapa vipaji vya vijana wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, natoa pongezi za dhati kwa vijana wote mliohitimu. Mmeonyesha mfano wa ujasiri, kujituma na uvumilivu katika safari ya kujifunza. Mjipigie makofi basi. Mmevunja na kuvuka vikwazo mbalimbali na mmechagua matumaini badala ya kukata tamaa, na leo mmesimama kama mashujaa wa maendeleo. Hongereni sana. Kila chetu mtakachopewa leo si karatasi, ni tiketi ya kuelekea kwenye mustakabali wenye matumaini, na ni ushahidi kwamba mnaweza kufanikiwa popote mtakapokwenda. Niwasihi vijana wangu muendelee kwa mfano mzuri, kuwa na nidhamu, muwe wabunifu na muongeze bidii zaidi. Zanzibar inahitaji vijana kama nyinyi, vijana wanaamini katika nguvu ya maarifa na wanaothubutu kutengeneza fursa badala ya kusubiri fursa. Programu ya ZIPOSA imekuwa daraja kati ya elimu na ajira, kati ya ndoto na uhalisia. Vijana wamepata stadi za ufundi, ujasiriamali, lugha za kigeni na huduma za utalii. Yote haya yakiwa chachu ya uchumi wa ubunifu na ajira endelevu. Tunawashukuru sana UNICEF, serikali ya Canada na washirika wote wa maendeleo. Naomba nitambue uwepo Mama Mia hapa, KTO. Asante sana kuja kutuunga mkono pamoja na wengine wote walio hapa kwa kushirikiana na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuijenga jamii yenye ujuzi, yenye weledi na yenye maarifa. Kwa kumaliza hotuba yangu hii fupi, napenda kusema vijana wetu ni taa ya Zanzibar. Mnaweza, mtaweza na hakika mtafika mbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe ili uje kuhutubia vijana hawa na baadaye ukabidhi vyeti na mambo mengine ambayo yamepangwa kwenye ratiba. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, karibu sana katibu mkuu kiongozi. Asante sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya mjini pamoja na mkuu wa wilaya ya mjini ndio hapa, tumeona mara nyingi pamoja na Kusini Unguja, katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, mwakilishi wa UNICEF, ofisi ya Zanzibar, Lakshmi pamoja na wengine walioambatana nao, na wakilishi wa wadau wetu wengine wa elimu. Karibu Tanzania Organization KTO, karibuni sana. Wasambazaji Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, CEO PTV, mkurugenzi wa elimu mbadala, wakurugenzi wengine wa wizara pamoja na taasisi za Wizara ya Elimu, viongozi wengine wa serikali na sekta binafsi walioko hapa, mashamba na serikali pia, viongozi walioko na tambua wenu, ndugu wazazi na walezi, ndugu wahitimu ambao mlileta hapa leo. Naona pia kuna wawakilishi wa kamati ya ulinzi na usalama, wanahabari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jana mjambo. Marhaba. Kwanza nianze kwa kushukuru Mwenyezi Mungu amenipa neema ya hali na afya njema. Tumekusanyika hapa leo kwenye mahafali ya vijana wetu ambao wamehitimu kwenye vituo vyetu mbalimbali, kwenye programu mbalimbali za ujuzi kwa vijana. Pamoja na shughuli hii pia tutagawa vifaa kwa vikundi vya ZIPOSA. Niwashukuru Wizara ya Elimu
pamoja na ndugu yako kwa kunialika kuja kujumuika na nyinyi kwenye hafla hii. Nimefurahi sana kuwaona vijana hapa wakiwa wamefurahi kufikia kuhitimisha mafunzo yao ambayo wanapatia ujuzi. Kwa niaba ya serikali, napenda nichukue fursa hii kwa kweli kuwapongeza na kuwashukuru kwa dhati washirika wetu wa maendeleo na serikali ya Canada kwa kufadhili programu hii, lakini pia nawashukuru kwa dhati shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto duniani UNICEF kwa kusimamia programu hii kwa lengo la kuwasaidia vijana wa Zanzibar kuweza kujikwamua kiuchumi. Kwanza niseme nimefurahi. Wizara ya Elimu kuna ile programu ya Out of School Children ambao watoto zaidi ya 35 wameelimishwa na wanaendelea na masomo. Kwa kweli ni kazi kubwa na hii katika jitihada za serikali kuhakikisha kwamba hakuna anayeachwa nyuma. Kwa Waislamu wanafahamu elimu ni ibada. Na hata amri ya kwanza aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni somo. Kwa hiyo ninapongeza kipindi chote hiki vilikuwa kwenye ibada ya kujipatia elimu yenye manufaa. Inakuwa ngumu sana kufanya maamuzi. Ukifanya maamuzi ukao umepatia inakuwa kama vile unahatisha. Lakini unapokuwa umepata elimu, ukiamua kuitumia vizuri itakupeleka pazuri. Lakini unaweza kuwa na elimu wakati mwingine ukaamua bado kufanya sio sawa na unahatisha. Sasa huu mpango wa serikali tuligundua wako wale ambao wanaweza kwenda shule za kawaida, lakini wako wengine miaka 14 mpaka 19 hapa ambao wameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo hii vituo vya namna hiyo vinaleta fursa kwa wale ambao walikuwa wameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu yoyote ile, kupata fursa sasa ya kujikwamua kwa kupata ujuzi mbalimbali. Kwa hiyo niwaombe wazazi na walezi tutumie fursa hii kuwahimiza vijana wetu ili waweze kuingia kwenye vituo hivi, wajifunze. Sasa hivi tumeona wanajifunza mbalimbali. Pale nje nimeenda nimeona wapo wanajifunza masuala ya umeme, nimeona wanajifunza masuala ya useremala, yaani mpaka nimevutiwa nimenunua na baadhi ya vitu pale. Wanajifunza kushona, nimeziona nguo pale mpaka kanzu hapo ile matata kabisa. Hii inatoka Oman. Kazi za nguvu. Wapo wanajifunza masuala ya food processing. Kwa hiyo wako pale wanatengeneza vileja, vipo, chachandu zile mbalimbali za kulia chakula. Wanatengeneza sisi vitabu. Ni vitu fani mbalimbali wanajifunza. Sasa hii ni skill ambayo ukishaipata unaweza hata kujiajiri. Ipo changamoto kwamba watu wanafikiria kwamba kila mtu anayesoma akamaliza chuo ataajiriwa na serikali. Haitawezekana. Kwa sababu serikali haihitaji kuajiri watu wote, wataenda kufanya shughuli gani? Serikalini tunahitaji watu kiasi ili wakatoe zile huduma ambazo zinatolewa na serikali. Wengine wataajiriwa private sector, huko sekta binafsi, wengine watajiajiri na wao watakuwa wenyewe wao ni waajiri wa wengine. Kwa hiyo elimu yenye ujuzi ya namna hii inakuwa ni nzuri sana kwa vijana wetu kuweza kupata fursa ya kujiajiri. Ndugu zangu, huko mtaani kama huna ninachofanya cha kusaidia maisha yetu. Kwanza niwapongeze nyinyi kwa kuchagua kujipa nafasi ya pili. Serikali imetoa fursa, mkaamua kuchagua kujipa fursa ya pili. Kwenye maisha kila siku utakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinakutaka ufanye uamuzi. Unachochagua determine maisha yako yaweje kesho. Leo nyinyi mko hapa kwa sababu mlichagua kujiendeleza. Wapo wengine wamechagua kutokujiendeleza, hawako hapa leo. Si ndio? Kwa hiyo kwenye maisha usichokibadilisha umekichagua.
Imeelewa? Wanasema what you don't change you choose. Unaweza ukawa umejikuta kwenye mazingira fulani. Kuzaliwa kwenye familia ya kimaskini sio uchaguzi wako. Lakini kubakia maskini kama hujafanya juhudi yoyote inakuwa kama vile umechagua. Unapokuwa umefanya kila juhudi na bado ukabakia maskini, basi tunasema pengine ndio mtihani wako huo, umeshindwa kufaulu au vinginevyo. Kwa hiyo tujitahidi, kwa sababu ipo mwingine hafanyi juhudi yoyote, anasema haya ndio majaliwa yangu. Umejuaje kama Mungu alikupangia wewe uwe maskini kama hujafanya jitihada? Kwa lazima ufanye jitihada. Halafu ndio tuseme kwa kweli huyu amejitahidi, lakini ndio hivyo tena, imeshindikana, mtihani wake umekuwa hivi. Sasa msione nyinyi mko kwenye mazingira ya namna hiyo mkafikiri ndio mtaishia hivyo. Niwaambie, na sisi wengine tumetoka kwenye familia kama za kwenu. Familia za kawaida kabisa ambazo zinaweza kumudu milo yake pengine miwili, pengine mitatu, na nguo unanunuliwa wakati wa sikukuu pekee. Na hiyo najizungumzia mimi, maana nisiseme wengine. Mimi hapa nimesimama mbele, nimetoka kwenye familia ya kawaida. Lakini leo kwa sababu ya kudra za Mwenyezi Mungu, lakini na zile chaguzi ambazo nilikuwa nikifanya, ninapokutana na mazingira zimepelekea nimefika hapa. Wakati nilipokuwa form 3 nilikutana na changamoto ya kukosa ada. Choice ilikuwa nini? Niseme wazazi hawana uwezo, niache shule. Weka malengo, yafanyie kazi kila siku. Jiepushe makundi ambayo yatakuingiza kwenye mambo mabaya, ambayo yatakuondosha kwenye malengo yako. Kama nilivyosema, ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba hawezi kubadilisha mazingira yetu ya nje kama sisi yaliyoko kwenye nafsi zetu hatujabadilisha. Kwa hiyo mkubali kubadilika, na ya nje Mwenyezi Mungu atajalia yatabadilika na yatakuwa bora zaidi. Baada ya kusema haya, sasa naomba la mwisho nisitize amani. Tunaelekea kwenye kupiga kura. Wengi wenu hapo mmeshafikia umri wa kupiga kura, naamini mlijiandikisha. Niwaombe tukapige kura kwa amani, tusijiingize kwenye makundi yoyote ya uvunjifu wa amani. Tupige kura, turudi majumbani, tusubiri matokeo na kisha kazi iendelee. Baada ya kusema haya, sasa napenda niseme kwamba na watunuku vyeti vya ujuzi jumla vijana 336 kutoka kote Unguja na Pemba, pamoja na kuwa tayari kabidhi vifaa na zana vikundi vilivyopangwa kupatiwa huduma hiyo. Asanteni sana kwa kusikiliza. Asante sana mgeni rasmi kwa maelezo yako mazuri. Mwanafunzi mwingine ni Yusuf Abdallah. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwanafunzi huyu alibakia peke yake. Yeye alimaliza peke yake bali. Yusuf Abdallah, mwanafunzi wa ushauri, washiriki wa lugha, jiandae mwanafunzi Naila na Nasra. Naila na Nasra. Wanafunzi sasa hivi ana uwezo wa kufanya mawasiliano. Mwanafunzi Nasra, yeye ameweza kuhitimu lugha ya Kijerumani. Wanafunzi wa uchungaji wajiandae. Fatma Saidi na Faruk Karim. Ana uwezo wa kutengenezea kabati, lakini pia ana uwezo wa kutengenezea Faruk Karim. Hili ni jina tu, si yule mtangazaji, lakini amebobea katika uchungaji pia.
Wageni rasmi hao wamechukua vyeti kwa niaba ya wakapokea uchungaji, wale wa ushoni tafadhali wanaopokea virahani. Wale wa ushoni huyu aliyekuja alikuwa ni mwanafunzi, sasa hivi ni mwalimu, amejitahidi sana, anachukua kwa niaba. Wale wa upishi basi nao wasogee kwa ajili ya kupokea vifaa vyao. Kuna vyeti maalum ambavyo vya wanafunzi wa science team. Hii ni maalum kabisa. Wanafunzi wamejitahidi sana. Wamepata vyeti vya VETA, wamejiendeleza. Kwa hiyo tunaona ni vyema wao wakakabidhiwa vyeti hivyo hapa mbele yako ili iwe ni motisha kwa wengine. Sasa Juma Abdalla, wanafunzi huyu wamejitahidi sana. Amepata vyeti viwili. Amefanya mtihani ya VTA, amefanya na VETA, amefanikiwa vizuri katika fani ya ushoni. Wanafunzi mwingine ni Rahim Rahman Raji, naye alijitahidi sana, amepata sana. Mheshimiwa rasmi, haya yote yamefanywa kutokana na jitihada kubwa za kiongozi wa idara hii. Wizara ya Elimu pamoja na UNICEF imesema hapana, na yeye atunukiwe cheti cha heshima. Kwa hiyo tunakuomba sasa akae hapo kumkabidhi cheti kwa utekelezaji mzuri wa programu anazopatiwa. Hongera sana Lima. Lakini idara ya elimu badala na watu wazima ikasema kwamba hapana, mheshimiwa mgeni rasmi naye azawadiwe. Kwa hiyo idara imeandaa zawadi maalum kwa kumkabidhi mgeni rasmi ili na yeye aondoke na zawadi iliyoandaliwa na idara hii. Kwa hiyo wale wakabidhi wa hiyo basi wakabidhi zawadi. Karibuni sana. Zawadi maalum iliyoandaliwa na idara ya elimu badala na watu wazima kwa ajili yako mgeni rasmi. Baada ya hapo sasa tunasema tukuruhusu kurudi kuketi. Kuna ukataji wa keki maalum. Keki hii ni maalum sana kwa UNICEF. Kwa hiyo keki karibuni ni ishara ya upendo na ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu. Hongereni sana. Wizara ya Elimu oye! Mgeni rasmi safi! UNICEF ye! Asante sana.